Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nipo kwenye eneo la tukio live kabisa, na haya ni mashindano ya kuhifadhi Qur'ani msimu wa 8. Mvua haikuwa sababu kabisa ya kukatisha mashindano haya. Kama unavyoona, watu wamejipanga, seti zimenyooka, sound imekaa vizuri, video zinachukuliwa vizuri, kuna drone za kutosha, yani ni amazing sana, mashallah. Na hivi ndio vitu ambavyo tunavitaka vifanyike mara kwa mara, ama kila msimu wa Ramadhani pindi unapofika. Nipo na kaka yangu hapa, nitamuoji kajifunza nini, kitu gani amependa. Salamu alaykum kaka. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tungependa kufahamu kwa majina, unaitwa nani? Kikubwa anaitwa Maulid Yasini Kinongo, almaarufu kama Kinongo, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kilagila, kata ya Kiwalani. Mimi naitwa Athman Sare Shah, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kilagila, kata ya Kiwalani. Ni mdau wa Qur'an. Sina haja ya kumuuliza ni nani, bila shaka sura ukiiona wewe mwenyewe unajua huyu ni nani. Mimi naitwa Saidi Ramadhani Mgaya, ni mweka hazina wa taasisi ya Kiwalani Islamic Foundation. Naitwa Saadi Suleiman Ali. Naitwa Umi Abdallah. Mimi jina langu naitwa Ahmad Ali, ni mwenyeji hapa wa Kiwalani, pia ni mpiga picha wa Kiwalani hapa, ni director wa Kiwalani hapa. Naitwa Rukia Rashidi maarufu Mama Nyao. Mimi naitwa Saidi Safi. Kwa majina naitwa Suhaila Isa Ali. Kwa jina naitwa Juma Mustafa, maarufu wengi wanapenda kuniita Bwana Logo. Ni kijana wa Kiwalani, ni mkazi wa Kiwalani. Kwa majina naitwa Ali Salumu, almaarufu Ali Sheki, ni mkazi wa Kiwalani, lakini kwa sasa naishi Kisalawe. Bwana kaka, nisikupotezee muda wako. Ningependa kujua umeenjoy nini, umependa kitu gani, na kitu gani labda kifanyike ili mradi mwakani mambo yazidi kutaradadi. Kwanza nimefurahi mwitikio kwa wana Kiwalani, na nafikiri kuna baadhi ya watu ambao si wana Kiwalani lakini wamefanikiwa kuitikia kwa ukubwa haswa. Sasa tunafurahia kwenye hilo swala. Kikubwa mimi ninachofurahia ni hali ya watu kujitokeza kusikiliza wito. Kwa hiyo nafikiri mwakani itakuwa ni zaidi ya hapo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na tuliona mvua, watu wamekaa kwenye mvua, wameitazama mvua, wamekaa nayo, lakini mwisho wa siku jambo limekwenda, watu wamebaki kwenye mvua na hakuna mtu ambaye alikimbizana na mvua. Nilichokipenda ni kwamba Kiwalani yetu ni kwa ajili ya Uislamu, na maana Kiwalani yetu tunaisimamisha Uislamu. Cha kwanza hicho, kwanza nimependa hicho. Haya mengine ni maandalizi, ni kusifu kamati kwa kupambana, kwa sababu mpaka mvua inanyesha kinoto wa roho, maana maandalizi ni mazuri. Kwa hiyo kikubwa tulipongeze Kiwalani kwamba tunaipenda dini yetu ya Kiislamu. Tuko wengi, lakini hata kule kuna Wakristo, lakini ina maana wamependa hichi watoto wanachokisoma, ni jambo zuri. Nimependa mazingira yote. Kikubwa nimejifunza Shahitano mwaka huu wamefanya mashindano ambayo mimi naweza kusema ya kihistoria. Unajua mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Safari hii ameweza tena, ameweza tena. Unaweza kuona setup ni nzuri, imefanyika kwenye kiwango cha hali ya juu. Ameweka security kwa ajili ya kuwasindikiza wale wasomi wetu kuelekea kwenye jukwaa kuu. Lakini pia unaweza kuangalia jukwaa kuu, pia kule kuna mheshimiwa diwani wa Kiwalani, tuko naye amejumuika naye, pia tuko naye pamoja. Lakini pia kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kilagila, kaka yangu au kaka yetu Osman Shah, naye pamoja kwenye jukwaa kuu. Wote wamekuja kuangalia na kuongeza nguvu kwenye mashindano haya, kuna jinsi gani mashindano kama makubwa na yanakuwa kipekee kwenye msimu wa 2026 kuelekea 2027 mwaka. Naamini mwakani 2027 tutafanya makubwa zaidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini pia tumpe support kaka tano ili mradi aweze kufanyia kwa ukubwa zaidi. Umependa kitu gani leo na umejifunza nini ukiwa kama kiongozi, na pia mashallah umeweza kuhudhuria, umeitikia wito? Kwenye hili kuna vitu vingi vya kujifunza kwetu sisi na vizazi vijavyo. Waandaji wa jambo hili tuwape moyo, tuwaunge mkono kwa mujibu wa vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa kila aliyekuwepo katika eneo hili leo amefutiwa dhambi zake zote. Fursa hiyo kuipata utaipata wapi? Kwa hiyo ni jambo kubwa, ni jambo la kujipongeza, lakini pia ni jambo la kuunga mkono. Kila linapotokea tukio kama hili, tushiriki wote, tukaunge mkono, tukasikilize vijana, lakini pia tushiriki kwa hali na mali kwa kuchangia jambo liweze kufanikisha. Ni jambo ambalo limechukua Kiwalani nzima. Kwa kusema kweli, mashindano haya ni ya muda mrefu. Kwa mfano, nilitaka kumbukumbu zangu ni sasa hivi ni msimu wa 8, lakini alhamdulillah mwaka huu yamekuwa tofauti kabisa, kwa sababu mwaka huu pia nimeona utofauti kwamba hata mazingira yake waandalizi pia umekuwa kwa ukubwa. Kwa hiyo mimi napenda kuwapongeza Kiwalani Foundation Islamic
kwa kuandaa vizuri mashindano haya mwaka huu yamekuwa tofauti na miaka iliyopita. Kwa hiyo naomba tukawapongeza pia, waendelee na juhudi. Nafikiri hata mwakani msimu wa 9 iwe zaidi ya hapa tulivyoona sasa. Kwa kusema kweli, niseme Mwenyezi Mungu awalipe kwa kila walichokifanya, wadhamini waliodhamini mambo haya ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awalipe pale walipopungukiwa. Insha Allah Mwenyezi Mungu awajalie pia wasichoke hata tupata tena mwakani kwa ajili ya kuandaa mazingira haya, wawe radhi kufanya hili jambo. Kusema kweli jambo limekuwa kubwa, mimi nimeshangaa, yani limekuwa tofauti na miaka yote iliyopita. Kwa hiyo mimi napenda kuwapongeza tena Kiwalani Islamic Foundation kwa kulifanya jambo hili, pia wasichoke, waendelee kujifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kumependeza, alafu jambo la Mwenyezi Mungu ile Qur'an tukufu, kipindi hichi cha mwezi mtukufu, vitu kama hivi nakuaga adhimu sana, mara moja sana. Na pia tushukuru kwamba bwana mkubwa hapa leo kidogo amefanya jambo kubwa sana, unaona na sisi tumefurahi. Tunawashukuru sana wananchi wa Kiwalani, tunashukuru wana Dar es Salaam, wametokea kwa wingi japokuwa hali ya hewa sio nzuri, kuna mvua kubwa, lakini watu wametuitikia. Tunashukuru, hatuna cha kuwalipa. Tunashukuru sana. Tunamshukuru bwana ndugu yangu Single Dimples, Dr. wa mavazi, tuko naye kuanzia mwanzo mpaka sasa. Hatuna cha kukulipa ila Allah atakulipa. Rabbil alamin kaka. Bwana, kama unavyoona fadhila za Allah zinazidi kuteremka, na watu bado wanaendelea kusoma na watu wamekaa vizuri kabisa, hawalowani. Kama unavyoona mazingira yamezingatiwa. Mimi ningependa kushukuru sana kwa hichi ambacho mmekiandaa. Mwenyezi Mungu awazidishie ili tuweze kuona vitu kama hivi mwaka hadi mwaka. Sijui unaweza ukatuahidi nini mwakani tunaweza tukapata kitu gani shehe wangu? Sisi tuahidi wana Kiwalani kwamba huu ni mwaka wa 8, lakini tuseme kwamba sisi ndio kwanza mwaka wa kwanza, japokuwa ni mwaka wa 8. Miaka yote iliyopita tulikuwa tunafanya kikawaida. Mwaka huu tumeamua kutengeneza nguvu kubwa, kufanya kwa ukubwa. Kwa hiyo mwakani tutafanya tamasha kubwa zaidi ya hili, tutafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki. Kwa hiyo tunashukuru sana. Watu wakae mpaka mwisho, waangalie, watoto watapata zawadi nzuri. Vile vile bado tunaendelea kuwapa zawadi kina mama, kina baba, basi na vitu vingine vinaendelea. Nipo na dadangu hapa, mama Nyao kabisa. Dadangu, kitu gani umekipenda ukiwa kama mmoja kati ya viongozi kwenye hili tamasha? Kitu nilichokipenda, nilichovutiwa nacho, maandalizi mwaka huu tofauti na miaka iliyopita. Tumejitahidi kwa upande fulani, tunawashukuru wadhamini, tunawashukuru waandalizi wa shindano hili. Pia nimependa watoto wanajitahidi kusoma, wanasoma kwa weledi. Hata kama kuna makosa ni madogo ya Qur'ani yatarekebishwa mwaka unaofuata. Kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, haya ni majambo ya kuchuma. Haswa katika usomaji wa Qur'ani kuna sababu ndani yake unapata kwa msomaji na msikilizaji. Kwa hiyo kama mimi Muislamu nimepata wito au nimependa kujitokeza katika tukio kama hili ili kupata zile sababu na neema za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia mimi ni mwanakamati, najitolea kwa ajili ya Allah. Umependa nini kwenye tukio hili la kuhifadhi Qur'ani? Nimependa kwanza mwitikio wa watu wameitikia jambo la kimungu, wanaloitikia ni wengi. Kuna Waislamu na Wakristo wamekuja kusapoti jambo. Nimependa, ni kitu kizuri. Na kwa mtu ambaye yuko nyumbani labda leo hakupata wasa wa kuja, ni msii asikose siku nyingine, maana anakosa vitu vizuri, anakosa kubadilishana mawazo na watu, kwa sababu ukija kwenye sehemu kama hizi ambazo zinakutanisha watu wengi, pia ni unabadilisha changamoto, pia unabadilisha mawazo na watu, unapata kitu kingine kitakusaidia hata huko mbele uendapo. Unaweza ukaja kwa ajili ya Qur'ani, lakini ukapata faida zingine zaidi ya Qur'ani. Qur'ani utapata faida, na utapata faida ya kukutana na watu tofauti, na ukaongeza grupu la watu, kufahamiana na watu tofauti ambao huwezi ukawapata ukiwa mwenyewe. Unalionaje tukio hili la mashindano ya kuhifadhi Qur'ani? Naiona nzuri, tunashukuru Mungu amjalie pia aweka hilo tukio, waendeleze watoto hivi kujielewa, waelewe na wasikize kile wanachofundishwa. Mashaallah. Umependa kitu gani leo? Kikweli nimechelewa ila nimependa. Watoto wanasoma vizuri, wana sauti nzuri za kusomea Qur'ani, yani mashaallah. Ningependa kufahamu kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi siku ya leo hapa? Kitu kikubwa ambacho tunachokipata au tunachojifunza watu wa Kiwalani ni kwamba tunawatengenezea watoto au vijana swala la imani, kwamba wasiweze kuacha hivi vitu kama wanapokuwa tangu wadogo hadi wanapokuwa kubwa. Akili yao, fikra zao zinakuwa na kumbukumbu kwamba kila unapofika mwezi wa Ramadhani
kutakuwa na mashindano ya Qur'ani na huwa yanawamotivate katika kujifunza Qur'ani. Tungependelea wadhamini waweze kuongezeka. Nadhani wadhamini wanapozidi kuongezeka ndio inaongeza pia hamasa kwa vijana. Watapoona kwamba tunaposhindanishwa kwenye Qur'ani tunapata faida mbalimbali, basi na wao pia kila wanapokuwa katika masomo yao watazidi kuongeza juhudi kwa zaidi. Okay, nashukuru sana kwa muda wako shehe wangu. Barikiwe sana, mashallah, umependeza, kanzu imekaa mahala pake, kibakasha fulani hivi amazing. Jamani, I go by the name Single Dimples Empire, daktari wa mavazi, mkali wa hizi kazi. Behind the camera mwanangu mwenyewe KP Kipipa anasababisha tunapatikana mubashara kabisa live bila chenga. Jazakallahu khairi shehe wangu. I go by the name Single Dimples Empire, daktari wa mavazi, mkali wa hizi kazi. Behind the camera ni mwanangu mwenyewe Kipipa Hamshiki ambaye anasababisha tunaonekana live kila tukio, kila mtu ambaye nikizungumza naye kwenye interview. Asante sana kwa kunitazama, asante sana kwa kunisikiliza. Chao.